Malaki sura ya 3 na hapo mstari wa 8 mstari wa 10. Biblia inasema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Lakini ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Mstari wa 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kamjaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama nitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Asante Bwana kwa ajili ya wakati huu na kupatia uhai siku ya leo. Watu wako wamekuja mbele zako na kile ambacho umewabariki, tunaomba ukazikubali sadaka zetu. Ikiwa kipo kikwazo kwa mtu yeyote, tutakachofanya sadaka yake isifae mbele zako, kwa huruma yako ukatusamehe na ukakubali kile tutakachonyosha mikono yetu na kutoa. Naomba baraka yako ya pekee kila wakati tukajisikie kuja mbele zako pasipo mikono mitupu, kwa ajili ya jina lako. Ibada yote ya siku ya leo Bwana ukaisimamie, na Roho wako akatufundishe kila ambacho amepanga tukijue, maana tumeomba katika jina la Yesu. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, na kuwamwagieni baraka zangu, hata isiwepo nafasi ya kutosha, asema Bwana wa majeshi. Leteni zaka kamili ghalani mwangu, ili kiwemo chakula nyumbani. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, na kuwamwagieni baraka zangu, hata isiwepo nafasi ya kutosha, asema Bwana wa majeshi. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaita heri. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaita heri. Mteni sadaka na hizo mali zenu, ili zifanye kazi yake Mungu. Injili yote iendelee kote, watu wengi waokolewe. Ametuahidi ni baraka tele, tutapokea mara 100 duniani.
kutisha matunda yake kabla ya wakati wake, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaita heri, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye adai, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaita heri. Sikilizeni habari zake yule mtoto wa Yese aliyeleta ukombozi wetu wanadamu. Habari zake ni tamu, zafundisha kweli na haki. Tuliza moyo na fahamu zako,
yetu Bwana, hakika tumelemewa nayo. Miguuni pako Bwana tuitue, tupate kuja kwako. Maneno yetu twayaleta kwako Bwana, dhambi zetu Bwana hakika ni nyingi, hebu tukamilishe. Tumekuja kwako Bwana na mizigo yetu ya dhambi, tumekuja Bwana utukamilishe, nasi kuishi mbinguni. Twakuomba Bwana utukamilishe, nasi kuishi mbinguni. Matendo gani Bwana tutatenda, tufae kuitwa wana wako, kama siyo damu yako kutuosha, tutaitwaje wako? Matendo yetu, maneno yetu twayaleta kwako Bwana, dhambi zetu Bwana hakika ni nyingi, hebu tukamilishe. Tumekuja kwako Bwana na mizigo yetu ya dhambi, tumekuja Bwana utukamilishe, nasi kuishi mbinguni. Twakuomba Bwana utukamilishe, nasi kuishi mbinguni. Sauti yako bado twaisikia, yasihi kila mmoja wetu. Njooni kwangu nyote mliolemewa, nitawapumzisha. Maneno yetu twayaleta kwako Bwana, dhambi zetu Bwana hakika ni nyingi, hebu tukamilishe. Tumekuja kwako Bwana na mizigo yetu ya dhambi, tumekuja Bwana utukamilishe, nasi kuishi mbinguni. Twakuomba Bwana utukamilishe, nasi kuishi mbinguni. Tumekuja kwako Bwana na mizigo yetu ya dhambi, tumekuja Bwana utukamilishe, nasi kuishi mbinguni. Twakuomba Bwana utukamilishe, nasi kuishi mbinguni. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtaa wa Makoka.
alaykum. Amen. Mwala wiki hii na yale makanisa ambayo hajafanya nyuma ya mwala kwao bado watajua namna gani, lakini waliohudhuria mwala wameelewa. Kwa kweli Bwana wabariki sana. Ninafurahi kuwaona, kwa kweli mmependeza. Mpo vizuri na viwango vyenu viko vizuri. Bwana awainue katika viwango vya juu, mwende mbali zaidi hapa. Kitu kimoja ambacho kwa sasa mtaa Makoka unaanza kunifurahisha, hata mimi mwenyewe nikaa nyumbani na furahi. Nina vipengele kama vitatu na kama si vinne. Cha kwanza, watu wa mawasiliano Makoka kwa sasa wameamka. Yaani kama kuna watu sasa wanaanza kunifurahisha ni watu wa mtaa Makoka kwenye upande wa mawasiliano. Ukija kanisa la Makoka, wao kwa sasa nao ukienda Instagram unawakuta. Yaani ukiingia Instagram unawakuta SDA Makoka. Na wanaposti matukio yao pale. Yaani kuna watu wengine matukio ambayo msona watu wanapita wanachukua picha hapa jamani. Yaani ukiingia kwa mtandaoni unagundua leo kuna tukio gani. Watu duniani kote wanaelewa leo kuna tukio gani. Ukienda watu wa Makoka walienda wao 10 days. Ile 10 days kuna Jumamosi mpaka ikarushwa hewani live. Channel ya YouTube ya Makoka kabisa ikawa inafanywa inarushwa pale. Kwa kweli Bwana wabariki sana. Amen. Ukija kanisa la Baruti nako alikadhalika, Bwana wabariki. Amen. Yaani Baruti nao sasa wao kuna kitu kingine. Baruti wanachonifanyisha kiongozi wao mawasiliano muda mwingine yani mpaka unamwambia punguza spidi. Na nilikuwa natafuta vijana namna hiyo. Yaani ambao uambie unajua kijana kumwambia ongeza spidi na maana amefanya hadi napi hajafanya kitu. Na ni mbaya kijana ikiwa hajafanya kitu. Lakini watu wa Baruti unawaambia punguza nini? Yaani wanakuja na vitu vizito, kiasi kwamba unaenda sasa sikiliza hapa, yaani kimekuja bora. Sasa wewe ongeza na hiki, ama punguza kidogo. Maana Baruti hata ibada ya Jumatano na Ijumaa mnakaribishwa. Sio kwa maneno, post imetoka. Sasa kuna watu wengine washiriki wengine jamani, mimi sijui niseme, sijui tuwaimbie wimbo gani tuone jamani tumeamka. Yaani kuna wengine mimi kitu sitaacha kuzungumza na uzuri sijui ni ubaya, mimi nimekuwa sura ya kuzungumza hapo. Sasa sijui akatokea kwa ni mbaya hata sijui. Yaani kuna mtu mwingine kuitoa ile post kuweka kwenye status yake anaona kazi kubwa sana. Ila kujipiga picha yeye kusema jamani tunasema tumemaliza. Yaani hiyo ana shida atatumia, ana shida. Lakini kuweka ile post ambayo imetupwa kwenye kanisa, jamani karibuni ibada ya leo. Yaani hiyo kwake ni changamoto. Jamani tuna promote. Watu wa Mungu tuinuke. Post zinazokuwa zimetupwa kwenye makundi yetu, chukua na wewe ipeke status. Nenda kule kwenye Instagram, angalia kibango juu SDA Church. Makoka SDA Church. Kwa nini sasa kwa kwanza kukomenti? Yaani usitegemee watu wa nje watakomenti. Anza wewe ndani ya mtaa Makoka komenti. Unaweza ukatoka wewe watu wa kibango juu, una komenti wapi? Baruti. Watu wa Makoka una komenti wapi? Kibango juu. Yaani kwa namna hiyo ushirikiano utakwenda vizuri na mambo yataenda vizuri sana. Maana mambo ni mazuri. Yaani ilishangaa tuipo. Nitangu nimeona najiuliza sasa tukiletu hata tuko naanza hata posti, tutengeneze posti ya sabato maalum ya siku ya leo. Jumatano ikapita, Alhamisi imepita, imefika Ijumaa nakuta mtu Mungu ashajiongeza mtu wa kibao wa Baruti. Bwana asifiwe. Kashaweka. Na mimi nikaitubiri kuna watu wamecomment mpaka Arusha huko. Wapi Mwanza huko wamecomment. Pastor barikiwa. Pastor barikiwa anasema abarikiwa nitengeneza posti. Yes, watu wa kibango juu. Alikadhalika ukiingia Instagram kuna kibango juu SDA Church. Ukiingia Facebook kuna kibango juu SDA Church. Nao wabarikiwe. Hiki kitu nimekitangaza hapa leo kwa sababu ni jambo pekee ambalo natamani tuwe nalo. Wakati naingia kwenye huu mtaa nilikuwa na watu wakiuliza, "Pastor wachungaji?" Naambia mtaa Makoka, sasa Makoka iko wapi?
Kuna watu wengine wananiambia ipo kule Lindi ipo Mtwara. Maana wiki iliyopita hizi posti za baruti zimekuwa nyingi kiasi kwamba kuna mtu akanipigia simu. Ambia hivi baruti iko wapi? Tunatamani tuje kusali kanisa lake. Kwa hiyo jamani, mambo mengine tunafanya tu kwa sababu yana wokovu ndani yake. Na tuifanye kwa nguvu. Washiriki tukiona hayo, tufanye kwa nguvu na sisi tuwasupport watu wa mitandao. Watu wa mitandao baruti na Kibo na Makoka. Tusome tufunge mkono. Wale mawasiliano haya. Wale mawasiliano baruti Kibo na Kibangu juu. Tusimame tufunge mkono. Amina. Jamani mnasemaje? Amen. Na ni vijana tu. Na mimi natamani vijana wafanye vitu. Yaani vijana hebu anyanyukeni mfanye vitu. Mfanye kitu kimoja hapo sauti zote zimeshiba. Bwana asifiwe. Yaani zimepigwa sauti zilizoshiba. Yaani ngoja hakutafanya kizuri mimi nasifia hapo hapo. Lazima tunataka kusifiana mbele huko vichochoroni, hakuna cha namna hiyo. Umefanya vizuri ni hapa mbele za watu. Warudi wa kweli Bwana awabariki. Sasa mwende mbali. Hii inaonesha kuna uweni ya kukutana kwa hii. Yaani haiwezekani mwaka mzima hatuna hata sababu moja kukutana kimtaa. Hii inatutia chachu. Tukiona mwenzetu amefanya hivi vizuri, kuna tunajifunza kulingana na mwenzetu. Si ndio? Kuna mtu kafanya hiki na sisi lazima kuja tukaongeze hiki. Na mimi ndio maana napenda nielezee matukio ya baruti, naelezea hapa matukio ya Kibangu juu, naelezea baruti kwa tukio hapa. Ili angalau tujifunze kwanza sisi wenyewe ndani kabla tutoka nje. Tukitoka huko nje vinakuwa vikubwa zaidi hapo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo leo watu wa baruti wa kweli Bwana awabariki. Zile sauti ziendelee. Na ninaamini kwa mwendo huu kwaya yetu imeshanyanyuka. Na watu hawa msione hivi, aikisoma kwa wao ya Betheli. Kuna kwaya vijana, mkizisikiliza hizo mnakimbia hapa. Kwa baruti jamani kumenoga. Huko Makoka nako nisisemi. Maana nako kumenoga. Kibangu ndio nako kuna vikundi vishazaliwa kama viwili bado kwaya. Na nafikiri kwa leo umesikia mwaka jana ilienda mpaka Dodoma. Jamani Mtama mpaka kumenoga. Sasa ndio ile siri. Wiki iliyopita nikatembelewa na mkurugenzi wa mawasiliano, mchungaji wa wachungaji wa Union, Pastor Joseph Ngwabi. Wangapi mnamfahamu mtu hapo? Wa Union ndio mchungaji wa wachungaji kwa ministry. Akaja akanitembelea na mchungaji wa wachungaji, ndio kutembea pale nyumbani. Maana na sisi jamani wachungaji tunaelewa. Halo. Amina. Yaani maswali kwa kuja kukuuliza wewe, umetoa sana na sadaka. Wewe na mimi nakuja naulizwa. Wanaouliza ni wachungaji wao wamewekwa maalum kutolea familia za wachungaji, watoto wachungaji zile. Kwa hiyo wakaja kutembelea nyumbani. Mimi nikapata bahati kiongozi hiyo ni kwa Tanzania nzima. Nyumba yangu ya pili yeye kuitembelea pale nyumbani. Na nyumba hii ndio ambayo tunaenda kuichangia pale. Wewe umetembelea pale na nyumba ardhi pale ukiingia pale sakafu mtaipenda wenyewe. Imeliwa kidogo pale nipiga nikamwambia basi ndio tunakaa hapa. Na ndio hapa ambapo tunafanya tukona namna ukarabati. Kwa hiyo wanajipanga. Ukija wakati mwingine hautaikuta hivi. Kwa hiyo katika kuuliza mazungumzo yetu alivyosema, akasema nilipangwa mwaka jana kuja kwenye hili kambi la Makoka. Hivi ndio hapa nikamwambia pastor ulibahatika ndio hapa. Nikabidi nifungie siri nikamwambia kati ya makambi ambayo yanabarikiwa hapa Dar es Salaam, makambi ya Makoka, huwa tunapangiwa wageni wakubwa tu. Mwaka juzi tulipangiwa wenye viti. Kumbe mwaka jana ndio nikapata siri. Sikujua alipaswa aje mwenyekiti. Kipito alikuwa ni mwenyekiti wa ICT hapo Morogoro. Ndio alipaswa aje hapo. Nikashangaa. Siri ambayo sikuipata, sikujua ndio nikaipata hapo. Hiyo kipindi hicho na bahati mbaya tukaitoa nani? Sio bahati mbaya, bahati nzuri tukaitoa Pastor Utoke. Kwa hiyo kwa nini makambi makubwa haya? Watu wakiuliza Makoka ipo wapi? Wasiseme Makoka ipo na Jirinji anapotunga wanapoelea jamaa kudila au Makopa chani wanapoelea watu hapa. Makoka iko mjini. Bwana asifiwe. Mimi mchungaji akiniuliza ili Makoka iko hapa shida naambia nia Tubungo. Pili. Sura ile ya 4. Ile fungu la 8. Maandiko matakatifu yanasema hivi: hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula.
Yule mwanamke akamwambia mumewe, habari kina mama. Kina mama mpo? Angalia tujifunze na. Akamwambia mumewe, tazama mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu. Wa nani wapendwa? Wa Mungu. Watu wa Mungu makoka. Hebu tujifunze kutambua watakatifu wa Mungu. Kwa namna gani? Maana ukishajua huyu ni mtakatifu wa Mungu, utahakikisha una mwendo vilivyo. Maana jambo la pili hapa ni kung'ang'ania baraka. Tulikuwa nasoma hapa asubuhi, watu wamechangia kwenye lesoni, Yakobo aling'ang'ania baraka. Watu wa Mungu naomba naombe, baraka zinang'ang'aniwa. Hakuna kitu kingine. Unapaswa using'ang'anie baraka. Na wanaotoa baraka ni watakatifu wa Mungu walioko hapa duniani. Bwana aliwaweka kwa kumwambia mume wake, akasema na kuomba, fungu la 10, tumfanyie chumba kikoje wapendwa? Kidogo. Wapi? Ukutani. Ndani yake tumwekee nini? Kitanda na nini? Na meza na nini? Na kiti na nini? Na kinara cha nini? Cha taa. Yaani chumba ambacho huyu mwanamke anakifanya. Sasa nauliza swali tu. Je, hiki chumba alichokuwa anakifanya alikijenga nani? Mtumishi mwenyewe? Haya, alipojenga huyu mtu, endapo chumba kimeharibika, nani anapaswa kukitengeneza? Ni yeye mwenyewe. Mtumishi anapita, msijue. Na wakati mwingine hatutegemei mtumishi awe ni mmoja. Hivi je, angepita nabii mwingine wa nyakati nyingine, angefichwa kwenye chumba gani? Si hicho hicho Kwa kile chumba ambacho huyu mtu alikuwa anamwekea hapo, yawezekana hakujenga kwa ajili tu ya lisha peke yake. Aliweka kwa watumishi wa Mungu, watakatifu wa Mungu. Na chumba kikiharibika, hawezi kumuitisha tena ule mtumishi. Mtumishi, chumba changu kimeharibika, njoo ukijenge. Atakijenga yeye mwenyewe. Leo hii tuna nyumba ya mtaa. Naomba niwaambie watu wa Mungu, kuna watu ambao wanatamani tuondoke na fikra ambazo zilizopo. Kuna watu kwanza, neno nyumba ya mchungaji naomba hivi. Halo? Yes. Ile neno nyumba ya mchungaji naomba kwenye fahamu zetu zilife. Ile sio nyumba ya mchungaji. Halo? Yes. Ile ni nyumba ya watakatifu wa nani? Wa Bwana. Wameitwa wakae pale. Sasa walionunua ile nyumba ni nani? Ni nani? Washiriki. Yawezekana tulipata wazo kama huyu mama akamwambia mume wake, hebu tununue, tutengeneze hiki chumba hapa ili watumishi wa Mungu wanapokuwa akipita hapa wafikie kwenye hiki chumba. Sasa wakatengeneza kile chumba. Je, kile chumba ama ile nyumba ikipata zahama, ikaharibika paa, sakafu leo hii ndio kama ile imeharibika pale, nani anapaswa kukitengeneza? Halo? Nani anapaswa kutengeneza? Ile ni nyumba ya mtaa makoka. Kwamba mchungaji, kuna watu wanasema unajua mchungaji ametembea nyumba za washiriki, ndio nyumba ni nzuri, mimi nataka niishi pazuri. Jamani, mimi mwenyewe nitapita. Halo? Mimi mwenyewe nitapita. Atakuja mchungaji mwingine. Kwa hiyo pale ile nyumba haiakisi mchungaji Kiombile. Wala sio mchungaji Kiombile anaomba akae mahali pazuri. Hapana. Mimi ni baraka na furaha yangu washiriki wabarikiwe. Nikikuta kuna mshiriki amekaa bonge la nyumba, kwanza nampa pongezi, hongera, Mungu akubariki. Naomba nikuombee ubarikiwe zaidi hapo. Hiyo ndio kazi yangu. Mimi ninaishije? Yaani hata nikiishi pale chini, mimi sikuitwa katika, mimi nimeitwa nibariki mimi. Basi. Kwa hiyo Bwana anajua ya kwamba ninyi mkibarikiwa vizuri na mimi nimebarikiwa. Kwa hiyo mtakapokuwa mmebarikiwa vyema, basi na nyumba ya mchungaji, nyumba ya mtaa itafanywa pendwa, itabarikiwa. Maana mimi na usisi, ninyi watu wa mtaa ndio mnaojenga ile nyumba. Naomba niwaondoe dhana watu wa Mungu, ile nyumba ni ya kwenu. Ile nyumba ni ya kanisa la Kibangu Juu, ni ya kanisa la Makoka, ni ya kanisa la Kibo, ni ya kanisa la Baruti. Sisi ndio tunaopaswa kuiangalia ile nyumba. Yule mwanamke alipofanya vile, akajenga ile nyumba. Kwa nini tunaijenga ile nyumba? Jambo la pili hili hapa. Sikiliza.
Mwanamke alipojenga ile nyumba, baraka zikaja. Halo. Yule mama akaja kuongea. Katika kuongea, yule mama anaongea anachokisema, anasema sisi kwa kweli hapa tunamshukuru Mungu, kwa kweli ametubariki hivi na hivi. Hakuzungumza changamoto yake. Wanatheolojia wanasema mama alikwisha kuridhika ya kwamba maisha yake bila mtoto ni sawa na haina shida. Kwa hiyo eti kulisema ile changamoto kwamba na aliona kama hili jambo haliwezekani. Kwa hiyo hata kulisema kwa mzee, kwa mtumishi wa Mungu Elisha. Kwa baadaye alipoona kwamba amezungumza vitu vingine tofauti, mtumishi wa Mungu Gehazi ikabidi amwambie Elisha, ambe sikiliza, mama hapa aongei tu, lakini hii nyumba hawana mtoto. Ndio mama, shida zizoeleki, Bwana anaweza kutatua kwenye shida zetu. Usizoe kwamba mimi jamani maisha yangu ni ya shida. Nataka nikwambie, mwambie Bwana atakuondoa kwenye hizo shida. Ukuba kwenye hizo shida. Usiogope kumwambia Mungu hata kama jambo ni kubwa limepita miaka mingi. Naona hata kama mmesuluhisha watu wengi 20 mpaka kumaliza kazi zote. Naomba nikwambie usiogope kumwambia Bwana. Mwambie jambo lako. Aliposema vile, Elisha akataka akasema, ni hilo tu wewe. Mwakani majira kama haya utapata mtoto. Mama akazani uongo. Akasema wewe unaniongopea. Akamwambia niambie kama uniongopei. Ile neno lilikaa, maana nilikuja kurudia. Mtoto baadaye mtoto amekuwa sasa, anatembea. Mtoto akawa ameenda na baba yake shambani. Alipofika baba yake shambani, basi akaanza kuumwa kichwa. Alipoumwa kichwa, baba yake akasema mrudisheni kwa nani? Kwa mama. Aliporudi kwa mama, mama akapokea mtoto, akakaa naye. Hali ikazidi kuwa mbaya. Bahati mbaya mtoto akafanya nini? Akafa. Mama akakumbuka, hapa naye mdai ni mtumishi wa Mungu. Maana nilimwambia usinidanganye. Sasa kumbe amenidanganya. Lugha nyingine amenilagai. Kwa cha kwanza nenda kumpokea yule mtu. Akaenda tu kwa baba akamwambia naomba niangalie watu kadhaa. Niondoke nao kwenye safari. Akamwambia ni kwa nini? Anasema naomba niangalie watu, wala kuuliza. Baba akamwandalia watu na watumishi akampa wakaanza safari. Wakakimbia. Biblia yangu inaniambia spidi aliyoitumia ilikuwa ni kubwa mno. Ukisoma hicho kisa vizuri, hiyo sura ya 4 inaeleza vizuri hiyo spidi yao ilikuwa ni kubwa mno. Wamekimbia hata Elisha alipokaa mlima Karmeli, anaona vumbi linakuja, akaangalia, akafikiri, akasema wale ni yule mama. Akamwambia Gehazi, nenda kimbia, kamfuata yule mama, mwambie je kuna lolote. Gehazi naye akakimbia. Alipofika, mama alilokuwa anajibu kwa Gehazi, kila kiuliza anasema ni amani. Je, baba ni mzima? Ni mzima. Mtoto ni mzima? Ni mzima. Kwa sababu gani? Aliyetoa ahadi sio Elisha, sio Gehazi. Aliyetoa baraka sio Gehazi. Nani wapendwa? Ni mtumishi wa Mungu Elisha. Kwa hiyo mama alimwambia Gehazi ni salama. Baba ni mzima, watoto ni mzima. Nyumbani ni kuzima. Mpaka alipofika pale, tusha Mungu Gehazi na bwana vipi? Ndipo ule bwana akatamka. Neno lake la kwanza tunamwambia Elisha, sikukwambia kwamba usinidanganye? Ndio mama yule Elisha. Yaani makuhani wanaelewana. Halo? Makuhani wanajua. Akamwambia ni neno mama alilisema nilipompatia muujiza huko. Kwa moja kwa moja Elisha akajua hapa kuna nani? Kuna mtoto kafa. Kwa Elisha alipoona hivyo, akamwambia okay, nimekuelewa. Akaagiza kwa Gehazi, Gehazi panda, nenda na hivi vitu, nenda na fimbo, sikiliza vile hivi, nenda kwa ule mtoto. Gehazi akaondoka, akaingia kwa ule mtoto kwenye kile chumba. Alipofika kila kufanya muujiza, mtoto akaamka. Elisha akaamka mwenyewe sasa, twende wote. Walipoenda, jambo ambalo nataka nikwambie la kwanza, mtoto alipoumwa tu, mama na mtoto alipofariki tu, mama alimchukua ule mtoto, cha kwanza alimpeleka chumba kile alichokijenga kwa ajili ya mtumishi wake, na akamlaza kwenye kile chumba pale pale, na akamlaza kwenye kile kitanda ambacho alimfanyia mtumishi wa Mungu Elisha pale pale. Naomba niwaambie watu wa Mungu, hii nyumba hii ambayo tunaenda kuijenga haina faida kwa mchungaji. Faida ni ya kwako mwenyewe. Maana magonjwa yatakapokupata, wapi utakimbilia? Ni kwenye nyumba ya mchungaji. Unahitaji maombi
Daudi, wapi unapokimbilia? Utamtafuta mchungaji, utakuja nyumbani kwa mchungaji. Yule mtu naomba niwaambie, mama alipomweka pale kwenye kile chumba cha mtumishi wa Mungu Elisha aliporudi akaingia Elisha peke yake na ule mtumishi, wakakaa mle ndani. Walipokaa mle ndani, Elisha akakaa, akaweka mkono kwa mkono, pua kwa pua, pumzi kwa pumzi, macho wakakaa pale. Alafu mtoto akaanza kupata joto, akapata joto mara kadhaa. Baadaye mtoto joto likaongezeka, akapiga chafya mara 7 namba kamili. Bwana asifiwe. Na baadaye mtoto akaamka. Naomba niwaambie, mtoto amepona kwenye chumba ambacho mtumishi huyu alimtengenezea mtumishi wa Mungu Elisha. Mchana wa leo na watu wa Mungu, ile nyumba haina faida kwa mchungaji. Ndio maana ile nyumba sio ya mchungaji. Mchungaji anaishi anapita pale, ila uponyaji upo kwenye ile nyumba. Halo? Narudia tafsiri. Kuna mtu mmoja ni nje ya mshiriki kabisa, alikuja pale kwa mama mchungaji. Anambia mama mchungaji, natamani kupata mchumba. Ana umri umeenda. Natamani kupata mchumba niolewe. Yaani ndio kiu yake hiyo. Mama akasema basi kama nia yako kweli, njoo tuombe. Wakaingia ndani wakaomba. Baada ya kuomba ile ombi, ukapita muda mrefu kama mama alikuwa shamsahau huyo mtu. Baada ya muda mrefu kupita, yule mtu akaja akasema mama mchungaji, na taarifa nzuri. Taarifa gani? Nimekuletea kadi yako. Nina harusi. Yule mtu ni wa mataifa. Ndio hapo kwambia alimkaribisha mama mchungaji, kama wewe naomba uje kwa namna yoyote ile, maana ombi lako limenibariki, nimepata mchumba na ninaolewa. Hivi sasa hivi hapo kwenye ndoa walishafunga ndoa mwaka jana. Hapa Mungu, kama watu wa mataifa wanabarikiwa ile nyumba. Sasa wapo watu ambao wengine ni washiriki wamekuja, wengine wamekuja pale na pastor, nimebarikiwa kitu na namna hii. Nimejikuta napata wateja mpaka nashangaa. Nimekuta naomba ni watu wa Mungu mchana wa leo. Shuhuda ni nyingi za watu waliobarikiwa kwenye ile nyumba. Naomba niwaondoe dhana watu wa Mungu. Ile nyumba sio ya mchungaji, ni yetu. Lakini kwa nini yuko pale? Ni baraka ni ya watu wenyewe. Kuna uponyaji kwenye ile nyumba watu wa Mungu. Sasa kama kuna uponyaji, kwa nini nyumba ya mchungaji ichoke? Kwa nini pale mchungaji linuje? Mimi niliwaambia mimi sonaje, mimi bwana mtu nikisema sonaje, yaani mimi nipo gani mlango ndio hivyo. Kwa yaani wewe unisema mimi na wangalia. Juzi mke wangu amekaa ile mvua kubwa iliyonyesha ile. Tangu Pastor Mega alipoondoka, tuambie nyumba inavuja tu kuelewa. Sasa Mungu alikuwa ameficha. Juzi mke wangu alikuja ananiambia, "Nyumba kwani inavuja?" Kwanza kuniambia yeye ndio ndio hii nyumba baba inavuja. Aliponiambia nikamwambia, umejua leo." Kwa hiyo kwamba inavuja. Ndio akaja akasema, sasa uzuri yeye alienda mbali, ili sikuzikote hata sehemu zinazovuja. Yeye ndio akazitaja, chumba hiki, mahali fulani hapa na zinavuja. Ile mvua kubwa ilionyesha, nyumba ile pale inavuja. Jinsi ilivyofuata kama mama mchungaji kapanda maua sasa hivi, nyumba ilikuwa imezoeleka sasa hivi mboga. Maana anauza hata mboga nyingi sana pale. Watu wanashangaa maua yamepandwa, mboga watu wanakula mpaka mahindi. Mashariki hii nyumba mpaka mahindi watu walikuwa na tamani. Ndio na uzoefu wako yani sasa hivi hata piga ile nyumba. Lakini watu wa Mungu nyumba hali yake sio nzuri. Hello. Yaani hali yake sio nzuri. Na ile hata jenga sisi wala wajukuu zetu wala hata kuja kutokea mtu aseme jamani mimi naomba nijenge ile nyumba kwa niaba ya mtaa. Hakuna. Yaani ile mkiacha vile itaendelea kuwa vile mpaka mpaka kaanza kupigwa tiki. Ile pale simboli kuna siku ilichomoka tu moja baba. Kwa hiyo yani itaendelea kuwa vile kama sisi tukiacha. Sasa nani kujenga? Hakuna. Sio kategemea jua atakuja kujenga no. Wale ndio ofisini wale ni ile tu kujenga. Sasa yani hizi chati zilizosajiliwa kwa umiliki lazima sawa wala wanakana makaratasi. Basi. Yani makaratasi yale hatu ndio wanakana kwa hiyo basi. Hata kidogo kwa bila ujenzi ndio. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nizungumza na machache wakati huo nimkaribishe mzee nianze na mzee Gumba. Nakumbuka ilikuwa ni 2017 kama tulivyojumuika siku ya leo kuzungumzia ukarabati wa nyumba ya mchungaji. Ndivyo
kusanyika pamoja chini ya Pastor Maiga kwa ajili ya kutoa sadaka kidogo kwa baraka wa nyumba ambayo kimsingi namuona mama huyu ambaye pia ni mshiriki mwenzetu wa mtaa wa Makoka. Sijui wakati anajenga hii nyumba alikuwa na hiyo anticipation kwamba baadaye nije nitoe nyumba hii kwa ajili ya kazi ya kanisa. Ni nyumba wengi hapa nadhani tunajua nyumba gharama zake katika mji wa Dar es Salaam. Ni nyumba ambayo thamani yake sio hiyo ambayo tulitoa kwa kile 2017. Kwa hiyo ni sadaka ambayo mshiriki mwenzetu ndani ya mtaa huu ameutoa. Nyumba ambayo ni thamani yake nadhani inaenda katika hata milioni 100 ama milioni 70, 80, lakini tulitoa sadaka ya shilingi milioni 20. Na kama sikosei, makanisa yetu yote manne tulichangia takriban milioni 15. Kama sijakosea, milioni 20 au 25. Nadhani 5 ilitoka conference. Kwa hiyo wapendwa, tunapokuja leo hii kwa mara nyingine kwa ajili ya ukarabati wa nyumba ya mchungaji, tutambue kwamba hii ni nyumba yetu. Mshiriki mwenzetu ameitoa sadaka. Kama ambavyo mama huyu Mshunami aliona uhitaji wa huyu mtumishi wa Mungu aliyekuwa akipita kueneza injili ya Mungu kwamba apate pa kupumzika, ndivyo ambavyo tunakusudia nasi pia katika mtaa wa Makoka tuboreshe mazingira ya nyumba ya mchungaji wetu ambaye atakuwa akihudumia, ambayo itatuwakilisha kama mtaa wa Makoka. Ni nyumba ambayo itatoa taswira halisi ya mtaa wetu wa Makoka. Yapo makanisa katika conference yetu ya SEC kwa kipindi kile, wengine hiyo milioni 20 walikuwa ni kununua kiwanja tu, lakini sisi tulipata kiwanja tukapata na nyumba. Hatukuingia katika habari zile za kodi ya kulipa kwa ajili ya mtumishi wa Mungu aliyekuwa akituhudumia. Kwa hiyo niwashirikishe katika kitabu cha Isaya sura ya 58 ule mstari 58 ule mstari wa 12. Wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejesha njia za kukalia. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba anayokaa mchungaji iwe katika hali ambayo inastahili kukaliwa na mtumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Tuna magoli actually, kila kanisa lina goli. Kwa awamu hii ya kwanza tunatarajia kupata milioni 17. Nadhani deadlines zile tunazifahamu. Kwenye makanisa tumeendelea kuhamasishana. Leo tunazindua program hii. Tujisikie kuchangia kadri tulivyobarikiwa, tukijielekeza katika kuhakikisha kwamba tunatoka katika hali ile ya nyumba iliyopo sasa hivi, tuwe na nyumba yenye hadhi ya mtaa wetu wa Makoka katika jiji la Dar es Salaam. Tuko jijini jamani. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nasi sote tunapofikiria na tunapolenga kushiriki jambo hili ambalo linaleta utukufu kwa Mungu zaidi. Nilikuwa sijui kama ipo kwenye ule ujumbe nao hapa kwenye Kristo anatoa. Nilikuwa na njaa ukanifanyaje? Nilikuwa na nyumba nilikuwa uchi ukanivika. Kuna habari ya nyumba, sio? Ipo hapa. Kuna mbaraka hapo. Kwa hiyo mtumishi wangu alikuja katika mtaa wenu nanyi mlishiriki kumpa sehemu ya kunifaa. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki mno washiriki wenzangu wa mtaa wa Makoka, tukijielekeza katika kutengeneza nyumba ya mchungaji. Asanteni sana.
hali zetu sisi tunaohudumiwa katika mtaa huu tulivyo. Sasa kwa kuwa inaonyesha hali zetu tulivyo, ikiwa mtumishi wa Bwana inapokuja mvua anafikiri kuhamisha vyombo na kuweka mahali pamoja visiweze kuvujiwa, nadhani ni mambo ambayo hayatendeki katika karne hii, tena katika jiji hili la Dar es Salaam. Kwa hiyo ninawasihi sana, kanisa la Kibango Juu tuna Kagoli ketu kwa shilingi milioni 5 katika awamu hii ili tuweze kumaliza kipande cha kuwezeka kwa viwango ile nyumba, na iwe kila tukipita tuone kwamba ni nyumba yetu, na ninadhani Kagoli kale tutakamikia, si ndivyo Chacha? Mzee Chacha, hebu punga mkono kama Kagoli kale. Washiriki wa Kibango Juu, hebu tupunge mikono. Washiriki wa Kibango Juu, tupunge mikono. Wakati wa kumng'ania Mungu. Katika nukuu hii katika kitabu hicho cha Evangelism inasema sauti zetu zinapaswa kuinuliwa na kuungana na ile ya Mwokozi katika ombi lake la ajabu. Ombi la ajabu ni katika kitabu cha Mathayo napozungumza juu ya sala ya Bwana, lakini amenukuu maneno machache tu: ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Hili ndilo lililo ombi letu. Kama mbinguni kunatimizwa mapenzi ya Mungu kwa kukaa katika nyumba zinazovuja, basi yatatimia. Lakini maswali yanakuja mengi ya kujiuliza, hivi jamani, hata changizo hili mchungaji ameleta tuweze kufanya changizo hili, hivi haoni hali ya uchumi ni mbaya? Hali ya uchumi itaendelea kuwa mbaya mpaka Yesu arudi, lakini hatutakoma kuitegemeza kazi ya Mungu. Hata tungejihangaisha namna gani, hatuwezi kuongeza chochote katika maisha yetu, na wakati fulani Mungu anaruhusu hali hizi ziwepo ili imani zetu, maisha yetu ya kiroho yajaribiwe. Mahali fulani anasema hata maskini wapo ili ambao Mungu ameweka vitu kwao waweze kujaribiwa. Wengi tunaweza kujiuliza, ni nani ambaye amejitosheleza kwa vitu? Yaani baada ya kujitosheleza kwa vitu, nasema sasa hiki kilichobaki tuchange kwa ajili ya nyumba ya kanisa. Na jibu ni rahisi tu, ni wajibu wa kila mmoja wetu wajibu upo kwa kila mmoja wetu, si kwamba tumejitosheleza wenyewe, bali utoshelevu wa vitu na maisha na afya na kila kitu upo mikononi mwa Mungu. Hesabu mapigo ya mioyo yetu, huyo tukimng'ang'ania ndiye anayetosheleza. Na kama unataka kuona baraka, fanya kazi ya Mungu, Mungu atafanya kazi yako. Fanya kazi ya Mungu, Mungu atafanya kazi yako. Amen. Labda mseme washiriki, mimi nikisema fanya kazi ya Mungu, wewe sema yeye atafanya kazi yako. Fanya kazi ya Mungu, yeye atafanya kazi yako. Fanya kazi ya Mungu, yeye atafanya kazi yako. Kama kazi yangu inatakiwa ifanywe na Mungu, mimi siniache kila kitu. Asante sana, nimkaribishe mzee Kishengere, alafu mzee Godfrey atakuwa mwisho, taingia kwenye zoezi letu. Mzee Kishengere, karibu. Ndugu wapendwa, alianza mchungaji kuzungumzia nyumba, wengine wakazungumza wazee wenzangu,
Sasa zamu yangu. Amina. Amina. Niwaambie kitu kimoja. Nyumba ya mchungaji ni sehemu ya kanisa. Hapa Baruti kuna uzio. Amina. Bila choo. Tunasema tujenge tu kanisa, choo hakuna. Matokeo yake itakuwa nini? Hapa tutaenda kwenye nyumba ya jirani kuomba msaada, na matokeo yake italeta kanisa la Mungu linakuwa sehemu ya Mungu, sehemu ya eneo la kanisa. Net Conference na isifu sana, maana ndiko kulia wanatanguliza nyumba ya mchungaji. Na mimi nakumbuka nikiwa mdogo, mahali nilipokuwa naenda kwa ajili ya ibada, tulikuwa hatujajenga kanisa, lakini nyumba ya mchungaji ilikuwepo. Watu wa Mungu walikuwa wanafika pale kumwona mchungaji, na mimi nilimwona mchungaji kama mtu wa sehemu ya juu kuliko yote, ambaye ataniongoza kwenda mbinguni. Je, anakaa mahali pagani? Alikuwa anakaa mahali palipositirika. Katika mwaka 2016, sio 17 kama sikosei, lisoma article moja, ni sehemu moja kule Mbingu, kaa vyumba toto. Siku ya pili akaniambia kwa nini, na yeye akachelewa. Alipooa yeye namkuta shati limejaa uji kabisa, huku limetaka paka uji, kumbe alikuwa anahudumia watu. Lakini unaweza kukuta mchungaji anakaa mahali ametoka na koti limelowana, yale matone ya kutoka juu, wale wanaofahamu ujenzi, yapite kwenye ceiling board, yamdondoke mchungaji kwenye koti lake, aje asema watu wa Mungu hamjambo. Mwingine atasema badala ya kumsikiliza mchungaji, shati limechafuka. Kwa nini? Limedondokewa na matone ya mvua. Ndugu wapendwa, tuwe na nia, tuwe na shauku ya mchungaji wetu aishi mahali penye hadhi. Atakapoishi mahali penye hadhi, jina la Bwana litatukuzwa. Elia Mtishbi alimwambia yule mwanamke, nipe nini? Sijui kama mnasikiliza. Elia alimwambia yule mwanamke, Elia Mtishbi alimwambia yule mwanamke mjane, nipe kwanza nini? Nile mimi mtumishi wa Mungu. Mimi nilikuwa maendeleo ya jamii, concept ya maendeleo ya jamii anasema waendee watu, wakupe kwanza wewe kisha wao. Unajua maana yake ni nini? Tusipompa mchungaji akasimama imara, hatutapata mjumbe. Tusipompa mchungaji akasimama imara, hata rekebisha, badala yake tutakuwa na tunamsoda kidole. Mchungaji tumfanyie mchungaji aishi mahali penye hadhi. Na tutakapo hapo, niwaambieni hivi, Suleimani katika maisha yake, mafungu yako mengi unaposoma Wafalme, nenda ukasome Wafalme wa kwanza, yote itakuonyesha Suleimani alitanguliza vitu vya Mungu. Kila dhahabu, nani ana dhahabu hapa anyoshe mkono? Angalau katone gramu kamoja. Hakuna. Suleimani alitanguliza vitu vya Mungu kwanza. Na hii nyumba ya mchungaji msifikiri ni ya kwako, ni ya Mungu. Vitu vyote hata wewe ni wa Mungu, lakini kile kitu ni cha mchungaji, ni kwa Mungu. Sasa Suleimani alivitanguliza, alitumia muda mfupi kujenga kanisa, hatimaye akajenga nyumba yake akaipamba, lakini alikwenda pale kwa Mungu. Sasa huyu mtumishi wa Mungu tumfanyie mahali pake. Nasema sana kwa idadi ya watu tulioko hapa, tena inawezekana ikashikwa na watu watatu au wazee wamevaa makoti au mazuri, wanasema mimi nipe 5, mimi nipe 7, mimi nipe 10. Mchungaji anabaki tu amina. Unajua anaposema amina na iwe hivi, Mungu akubariki. Ndugu mpendwa, unapomtolea, tunapojipanga leo kufanya kazi ya Mungu, ni pamoja na nyumba ya mchungaji. Usifikiri kwamba ukijenga nyumba ya mchungaji ni tofauti. Mtu mwingine siku moja akasema mimi hata pa kulala sina, lakini nyumba ya mchungaji na diwani, nyumba ya mchungaji ni sehemu
Ungekuwa na nafasi ukasoma jinsi Sulemani alivyofanya. Utabarikiwa unapotanguliza vitu vya nani? Je, hata ukinunua lesoni ukimpa mtu akisoma utabarikiwa. Je, hata ukijenga choo cha kanisa utabarikiwa. Je, hata ukitengeneza fence hapo, maana umetanguliza vitu vya nani? Nyumba ya mchungaji sio yake. Tazama, aliishi mchungaji Maina ameondoka. Mchungaji Kiumbili akaondoka, sio kama anafukuza, hapana. Ataondoka wakati wake ukifika, gharama zinaongezeka. Makisio yale tuliyapiga kwa milioni 17, lakini tunapoendelea kukaa na kuangalia haitakuwa 17. Lakini wewe unaendelea kujenga nyumba yako, unajenga ya pili, unajenga ya tatu, tena hata unajenga zingine hata usifahamu majina yake. Za nani? Unaongeza. Tutakulize nyumba ya mchungaji, maana ni sehemu ya kazi ambayo tunatakiwa kufanya. Mchungaji wetu aishi mahali gani? Aishi mahali penye haki. Wanaokubaliana pamoja nami wampungie mkono, sema mchungaji aishi mahali penye haki, ili kazi ya Mungu anapoifanya afanye akiwa katika hatua inayostahili. Mungu awabariki. Asante sana. Ukiingia pale wakati vyuo vinafunguliwa unakuta wamebandika KKT, wamebandika bango lao kubwa, alafu wanafuata Roman wamebandika bango lao kubwa, alafu pembeni utakuta kabango kadogo ka TUCASA. TUCASA ni hilo muunganiko wa Sabato, kadogo sana. Siku nyingine nikaenda pale FM pia nikakuta hivyo hivyo. Mchungaji nikajiuliza kwamba kama ndo mindset zetu sisi, ina maana tuna hali mbaya, kwa sababu kitu ambacho hakina gharama kubwa lakini bado tunakijenga kwenye uwezo mdogo sana. Sisi tumekuwa katika hali ya kuweka vitu vidogo vidogo sana. Ukiangalia tulipokuwa tunajenga vikanisa vidogo vidogo sana. Na rafiki yangu ambaye yuko huko kwenye makanisa mengine kamuuliza, "Yeye mnafanyaje? Nasikia mnapata misaada." Akasema, "Hapana. Tunatoa, tunakamwana wenyewe kwa wenyewe." Wale watu wakikaa siku za Jumamosi unakuta wanaita nini asubuhi ile, wanachangishana kiukweli ukweli. Wewe uwezo wako ni kupata 5,000, unaitoa ile 5,000. Wewe uwezo wako ni kutoa 100,000, unatoa 100,000. Lakini sisi je, hatujaamua kufanya mambo standard katika makanisa yetu? Kwa hiyo mchungaji, mimi niwaase tu watu wa mtaa wetu ya kwamba tuamue tufanye vitu standard lakini kwa speed. Tuamkeni. Tumekuwa tukifanya vitu vidogo vidogo tu ambavyo kwa kweli hauwezi kuproud. Kwa mfano leo ilikuwa inaimba kwa yangu ya makoka. Hivi kwa mfano kwa yako ikiimba vizuri unafurahi. Ukikuta nyumba ya mtaa wako ni nzuri, si unapata raha. Lakini sisi tumekuwa tukifanya vitu vidogo vidogo lakini sio kwa hadhi yetu. Kwa hiyo mchana leo mchungaji, ikiwezekana kwa mwezi mmoja kufanya hata canvas ya kutembelea washiriki, tuwaombe kwamba angalau tuwe na nyumba standard ambayo inatambulisha kanisa letu. Makanisa wenzetu wengine wamejenga nyumba za wachungaji mpaka kwenye makanisa binafsi. Sisi bado tuna makanisa 4 lakini nyumba moja. Mchana wa leo Mungu akubariki sana, ili tukaweze kuamua kufanya vitu standard lakini kwa speed. Mungu awabariki sana. Basi nashukuru, na baada ya hayo sasa ni waombe wazee wangu wa kanisa ugawe hizi bahasha hizi. Hizi bahasha hizi naomba kila mtu atapata, yani asipitwe mtu. Kila mtu anapata bahasha, awe mdogo mpaka watoto. Kazi yako Bwana, unaye tayari kufanya kazi, uende popote Mungu apitapo, nawe unaona furaha kazini. Usikatae kazi yake Bwana, kwa nini kawia? Fanya kazi leo, hatimaye usikatazwe juu. Baada ya hapo tutaendelea tuondoke. Baba yote katika jina la Yesu Kristo aliyekufa msalabani. Amen.
Basi karibuni sasa kwa uimbaji na utoaji. Bwana awabariki sana. Yesu na